nimewaleteni hapa. Najua tulifiliwa na Mzee Hassan Korwa ambaye na nyinyi ni baba yenu na mimi ni mdogo wangu. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Na pili pia ni jambo la kusikitisha na la kuhuzunisha. Ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu jambo limeenda salama, usalimini. Na mnajua mtu akishafariki lazima kutakuwa kuna mgawanyo wa mirathi. Na mimi leo nimewaita kwa lengo la sababu ya mirathi. Nadhani mnaelewa ama hamuelewi kwa baba yenu ambaye ni mdogo wangu mimi kabla ya kufariki aliacha mali. Na mali zenyewe aliacha ni viwanja 3, mashamba 2, nyumba 3 na duka la ujenzi. Kwa hivyo hapa leo nimekuja na orodha yangu hii ya mirathi ambayo mwenyewe nimeipanga ya kuwa kila mtu atachukua nini ambacho anastahili yeye urithi kutoka kwa mzee wetu Mzee Hassan. Hapa naona wewe Jozi utarithi nyumba hii ambayo tunakaa na kiwanja kimoja. Viwanja 2 nitarithi mimi. Shamba 1 atarithi baba yenu mdogo. Nyumba 1 utarithi wewe. Na shamba 1 atarithi Najibu. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Au kuna zaidi? Yaani leo sitaki kunipandisha mashaka yangu mimi. Huu ni urithi gani wa mirathi unogewa kama hivi? Hebu nisikilize wewe. Mimi ndo shangazi na mimi tayari nishapanga mirathi, hivyo ndivyo ilivyogaiwa. Unataka kukubaliana na mimi, sawa? Hutaki kukubaliana na mimi pia sawa, lakini mirathi ndivyo ilivyogaiwa. Sikiliza nikwambie. Nyamaza wewe, usinipandishie sauti, mimi ni shangazi yako. Kuna sehemu shangazi si za kuninyamazisha. Ukitizama hizo mirathi hata kwenye dini haigawi kama hivyo unavyosema wewe. Wewe kama unajua dini, mbona sijakuona hata siku moja kuchukua viungo vyako ukavinamisha pale chini ukamsujudia aliyekuumba? Kama kweli wewe unajua dini. Nimesema mimi ni shangazi na mimi ndio nino amri ya mwisho katika hii familia. Kama nilivyowalea nyie na baba yenu tangu kuumwa kwake mpaka anafariki, mimi ndio msimamizi wake na nilomshughulikia. Kwa hiyo waje leo una kauli kuliko mimi. Shangazi sikiliza. Mambo ya mirathi yataisha kwenye mirathi. Na ukitizama kwenye mambo haya wewe husiki. Nimekwambia kelele, usinipandishie sauti. Mimi mna mambo mengine lazima nikueleweshe shangazi. Sikiliza. Kama huyu Kuchalo, yeye ni mtoto wa nje tu huyu. Sasa huko mnakoelekea, mnaelekea siko. Kwa hiyo kama mimi ni mtoto wa nje, mimi si babangu huyu. Kuna mtu kati yetu hapa hajui kama mimi ni babangu huyu. Tena wakunizaa. Inakuwaje unaniambia mimi siwezi kurithi? Inawezekanaje hii? Sikiliza. Wewe ni mtoto wa nje wa baba, sio wa ndani ya ndoa. Wewe nakuuliza mimi aliyokuambia huyu mtoto wa nje nani? Una ushahidi gani? Ulikuwepo wakati anazaliwa huyu? Kwa hiyo nataka useme hii familia unaijua sana, unamjua huyu sana kuliko mimi shangazi yako. Wakati yeye anazaliwa mimi nipo. Wewe anazaliwa huyu wewe hupo. Ulijuaje? Wakati mimi ni kaka. Acha ufedhuli wewe, huna ukaka. Wote ufedhuli unakuwa na maana kwamba hivi unataka utarithi, hutaki nilichokipanga utarithi. Ukisusa zaidi, ungenifurahisha zaidi ungeviacha. Na ninakwambia hivi, wewe mdomo wako nataka ufumbe. Usije ukanifanya neno shangazi nikalibadilisha nikawa jambazi. Unasikia? Wewe utakavyo wakati ile mali mimi na mdogo wangu hapa mtaulamba kila siku mambo ya urithi tu. Yaya mhusu kitu gani? Kujitia kiherehere ndio anajua mali zilizopatikanika. Ati shangazi yako mimi kaa kimya. Kwa shangazi yako nikae kimya tu na tukura kila kitu hapa. Hapa nishasema kama ngwai ni ngwai tu. Wacha wafanye wanapotaka mdogo wangu. Tutaona siku nyingine. Masha chafu. Kuchalo, naomba niwe radhi kwa yale maneno niliongea leo pale kikaoni kuhusu wewe. Na isitoshe, kuna jambo nataka kukuelezea. Jambo gani hilo? Hali ya kuwa mimi mshanitoa mimi kwenye familia yenu. Na usika na nini tena? Una kipi ambacho mimi kitanizungumzia kuhusu nini? Hapana, mimi sijamaanisha hivyo. Mimi ninachokijua kuna kingine ninachotaka kunaambia.
zidi kuhusu mimi kukosa mali tu. Hilo ndo ninalolijua mimi. Wewe kama unalo jingine na kuzungumza mimi sitolielewa, ndo yale yale tu. Kaka Buchalo, si ungenyamaza ukasikiliza unachoambiwa? Lakini nini na wewe kaa kimya. Lazima useme. Watu wazima wakizungumza, watoto wanatakiwa wanyamaze. Kina kuzungumzisha nini hapa? Sasa wewe jifanye unajua sana. Ushanifahamu Buchalo. Na ndio maana nikatanguliza razi kwamba haya nataka kuongea, kwanza nisikilize japo kidogo. Una lipi la kusikilizwa bwana wewe? Una jipya? Bado mimi najua ndo yale yale tu. Utaniambia nini nikuelewe mimi? Na maanisha hivi ili unielewe. Baba kabla ya kufa alikuandikishia urithi wa kupata na wewe angalau upate chako kabla akifa, sio kaja kupata matatizo yoyote. Maana kwenye urithi kuna mambo lazima ungekosa, lakini akakuandikishia ili upate na wewe. Unayozungumza kaka Njozi una hakika nayo? Ndio maana nikakueleza. Kwa sababu kwenye viwanja vitatu chapo kipo kimoja. Cha kwanza changu mimi, cha pili cha mdogo wangu, cha tatu ni cha kwako wewe. Licha ya hivyo, na akasema ile nyumba tulokodisha wewe upate ile pesa zote zinazopatikana pale ili ujiendeleze kimaisha, ila tu nyumba yetu sisi ya urithi. muone, naona kashaanza kufurahi wakati mwanzo ilikuwa kakasirika hapo. Njozi, ujue unakizungumza kitu kikubwa sana hichi. Una uhakika nacho? Sitaki lawama mimi. Wazi. Na hata karatasi za urithi kanipa mimi na mimi ninazo zote. Unajua baadaye nitakuja nitakupa. Hayo mambo kweli? Ndio banake. Unajua baba yetu sisi hakuwa ni mchoyo. Kwa kweli nimefurahi sana siku ya leo, kwa sababu sikutarajia kama yatakuja zungumzwa haya. Lakini kaka Njozi, naam, mimi nataka nikuage, kesho naondoka na mashoga zangu. Mdogo wangu, mbona nataka kunitisha? Tunaenda kutembea beach kesho. Haya, ila jitahadhari na safari na kuwa makini. Maana kujikunga tena. Hadi unafanya na kosa, kujichunga kwako ndipo ni furaha kwetu sisi. Haya kaka, usijali, mbona nitahi kurudi? Sawa, na ndo ninalotaka, kwa kurudi pia urudi mapema. Lakini hata mimi nakutilia mkazo mdogo wangu. Sisi ndo tutakuja kuzingatia hayo mambo. Kwa hiyo jitahidi usije ukaharibikia. Haya kaka Buchalo. Lakini kaka Njozi, naam, nilitaka unisaidie. Tena mdogo wangu, kusaidia kitu gani? Wewe utapokuwa hatari wewe ongea tu, wala usiwe na hofu. Mimi ndo kaka yako, ama sisi ndo kaka zako. Kwa kweli alipinga. Nataka unipe pesa, unisaidie pesa. Sawa, kama kiasi gani? 20,000. Sawa basi, usijali. Subiri hapa kumaliza kula nitakupa mimi. Haya sawa. Haya. Na jamaa ndio utamu wale. Tena amependeza kweli kweli. Sawa, lakini mimi kutokana na bwana sasa hivi nishafika. Ngoja kwanza nikupe hiyo pesa ile, naona kuona bahati sana wewe. Sitokajarisi tu watu wengine. Maana unapokuwa unasema tu ndo hapo nakupa hizo unazozitaka. Asante kaka. Ndio maana nakupenda. Nachotaka unanipa kaka. Mimi tena mdogo wangu, na ukitazama mdogo wetu wa kike peke yako utafanyaje sisi? Deka kweli kweli. Tena na deka na najua kudeka. Wewe! Wewe